wale tuliosoma shule za mtaala wa Nyerere tulijifunza hivi: usiamini serikali kila inachokuambia, bali iheshimu. Hapa kwenye kuiheshimu serikali haimaanishi uiogope. Ukiogopa serikali hutaikosoa na kuishauri, na usipoishauri na kuikosoa serikali utakuwa unaumia wewe raia. Sasa hii issue ya Tanzania kununua umeme Ethiopia iko hivi. Kwanza turudi nyuma. Script ambayo Mama Samia anaitumia katika uongozi ni tofauti kabisa na script aliyokuwa anaitumia Magufuli. Chama ni kile kile, lakini script mbili tofauti. Hapo kwanza tuanzie hapo. Script ya Magufuli ilikuwa ni kulitengeneza taifa kuwa self-sufficient. Taifa lijiweze, kwamba in a problem we have to find our own way. Tusikimbilie kukopa. Hiki ndio kilikuwa kilio kikubwa cha Magufuli. Unavyotengeneza nchi yako kuwa self-sufficient, automatically utakuwa unagombana na magharibi, kwa sababu ndicho kitu ambacho magharibi hawakipendi. Magharibi wanapenda mtu awe dependent kwa capitalist, awe mkopaji. Na katika process za kulifanya taifa liwe self-sufficient, ndio Magufuli akaanza kubana matumizi ya serikali, kutokuwa na matumizi yasiyo ya lazima kama sherehe zisizo na maana. Lengo likiwa ni kutengeneza misingi ya taifa ambalo halitakuwa la kukopa. Sasa tuache hiyo, ni brief kidogo ya uongozi wa Magufuli ulikuwaje, kulinganisha na huu uongozi wa Mama Samia ambao basically mikopo imekuwa ni mingi sana. Mpaka recently kama mwezi uliopita watu wa idara ya finance wakasema deni la taifa ni himilivu. Manake nini? Tunakopa sana, lakini we still in a safe position ya kuendelea kukopa. Sitaki kwenda huko, ilikuwa nataka nitoe brief. What's the difference between Samia and Magufuli? Tumeingia kwenye uongozi wa Magufuli, wa Mama Samia. Vurugu ni nyingi sana, nyingi, afala zina maelezo sana. Tofauti ya Mama Samia na Magufuli ni kwamba Mama Samia yuko pro-west sana. Pro-west, nchi inakuwa imebebwa na capitalist. Yaani nchi inakuwa ni tegemezi kwa watu wachache ambao wanaamua. Tofauti na watu kama Magufuli alikuwa anataka nchi iwe kwenye mikono ya raia, kwamba kile kinachookotwa kwa raia kiwatoshe raia. Sasa hiyo ni brief tunatoa. Sasa wakati Magufuli anatujengea bwawa katika process ambazo aligombana mpaka na wazungu, alituhakikishia kwamba ili bwawa likikamilika tutakuwa na umeme wa kutosha ndani kwetu mwingi, na tunaweza tukauza nje. Sasa leo hii unapewa politics kwamba tunakwenda kununua umeme kutoka Ethiopia, kwa sababu umeme ukitoka Rufiji mpaka kaskazini power inakuwa imeisha katikati. There is a lot of politics words kujustify ambacho serikali imefanya. Na ukitaka kujua hii issue iko kisiasa, mpaka wanasiasa wametumika kujustify ambacho serikali imefanya. Unaona mtu kama Zitto Kabwe ana jump in kumtetea rais, kutetea serikali ilichokifanya. There is a lot of politics. Unajua siasa manake wachache waifurahie nchi, alafu wengi waumie. Hiyo ndio maana neno siasa. Siku zote ukisikia neno kwamba siasa, ndio maana katika mfumo wa mabadiliko wa sisi kutoka katika mfumo wetu tuliokuwa nao kabla magharibi hawajatuingilia, ambao mfumo wetu alituingiza marehemu Mwinyi mwenyewe, na akakiri kwamba ilibidi tuende mfumo wa kiutawala wa kimagharibi kwa pressure baada ya kiongozi wetu mkuu Soviet kudondoka. Mwinyi mwenyewe anakiri kwamba mfumo wa magharibi haukuwa mzuri, ila ilikuwa ni pressure, kwa sababu mfumo wa magharibi ni wachache wanaifurahia nchi, wanateseka wengi. Kuna mtu atasema unataka kuongea nini? Huwezi kuichezea akili yangu eti tumeenda kununua umeme Ethiopia kwa sababu eti hatuwezi kutoa umeme ambao tunao ndani mpaka ukafika kaskazini. Okay, yule ambaye alituambia kwamba bwawa likikamilika tutakuwa na umeme wa kutosha, kipindi cha uongozi wake, na Mama Samia si alikuwepo? Nashindwa kutafuna hii kauli ya serikali kujustify kwenda kununua umeme kutoka Ethiopia. Akili yangu inashindwa kabisa kumeng'enya hii taarifa kwamba tunatakiwa tukanunue umeme Ethiopia. Kivipi? Yaani hatuna umeme wa kutosha kivipi? Bwawa limekamilika, ndio linazalisha umeme wa kutosha. Nigga, politics is killing America. Politics has killed European, and if we keep on embracing the politics, we're gonna kill our nation as well. Siasa ni kitu kibaya. Hakuna aliye embrace siasa wakafanikiwa. Nitajie nchi yenye maendeleo kwa kutumia mfumo wa siasa huu wa magharibi ni wa Marekani. Ndani ya miaka 20 China amekuwa ameipita Marekani. Sasa jumlisha tena mingine 10. Hii Marekani sijui mtaiona wapi. I'm telling you the truth. My advice to the government, katika kipindi hichi dunia iko kwenye vuguvugu la mabadiliko, ni muda wa sisi kutengeneza mfumo wetu wa kiutawala
ambao ni muda wa sisi kutengeneza mfumo wetu wa kiutawala ambao hautakuwa ni wa kuwafuata magharibi na matakwa yao. Problem hapa ni western pressure. Mtu atauliza, what do you mean when you say western pressure na kununua umeme? Niga, hatufanyi maamuzi kwa faida yetu sisi. Tunafanya maamuzi kwa faida ya kikundi cha watu. Nitakupa mfano ili uelewe, kwa sababu naongea maneno mengi kama vile watu hawanielewi. Ukiwa na bilioni 10 unataka kujenga mjini, huwezi kujenga pasipo serikali kujua source ya mapato yako. Yani, where did you get this fund? Na kufundisha jinsi dunia inavyoendeshwa. Lakini ukiingia benki ukiomba mkopo wa bilioni 10, unajenga kirahisi kwa sababu serikali ikija unajiambia tu huu ni mkopo. Hivyo ndivyo dunia inavyo. Yani, hii system ya maisha ya kukopa ilitengenezwa na magharibi ili dunia iwe inajiendesha kimikopo. Yani sijui nisemeje. Deni la Marekani sasa hivi ni trilioni 35. Ulisha kujiuliza inakuaje nchi inajiita nchi tajiri afu ina deni kubwa hivyo? Marekani wanajiita ni tajiri lakini wana deni la trilioni 35. Mpaka wa China wenyewe wanawadai wa Marekani pesa nyingi tu. It's not by fluke. Ni mfumo wa magharibi kwamba serikali inatakiwa ijiendeshe kwa kukopa kwa sababu serikali ni ya watu wachache. So sisi kwenda kununua umeme Ethiopia ni mfumo wa watu. Yani kuna mchezo unachezeka hapa. Na huu mchezo rafiki yangu mmoja wa Kenya akaniambia, wewe bwana unapenda kutengeneza video za kutukana sisi kwamba tuna njaa kuliko nyiwe TZ. Ukweli ni kwamba matatizo ambayo yanatutafuna sisi sio Ruto alisababisha, ila kuna serikali iliyopita ilikopa sana, na ili deni la kukopa sana Ruto akawa amelirithi. Kwa Ruto alikuwa anatafuta mekanizi ya kupambana na ili deni, ndio akakuta anatengeneza miswada ambayo wananchi wanakasirika na kwenda kuliharibu bunge. So kama serikali tulionayo sisi itatuingiza kwenye madeni ambayo ni unnecessary, kuna kiongozi atakuja baada ya serikali kupita, atakuja kurithi huu mfumo wenye madeni mengi. Alafu huyu kiongozi anaweza akapagawa, akakuta anatusqueeze sisi sasa kulipa deni ambalo it was unnecessary kuko. Mwisho wa siku nchi inaingia kwenye machafuko. So matatizo ya Kenya hayakutengenezwa na Ruto, ila kuna mfumo wa serikali iliyopita ilitengeneza yale matatizo. Ni kitu gani nataka kusema? Serikali tulionayo sasa hivi, watu wanafurahia, wachache wanafurahia, wanapiga makofi. Mama is good, mama mitano tena. Lakini there is a bomb which is being manufactured. We must be very careful. Kwa sababu kwa nini a couple of days ago mfumo wa finance unatuambia deni letu ni imelive, tunaweza tukaendelea kukopa? What was they trying to tell us? Yani walikuwa wanajaribu kutuambia kitu gani? Kwamba we can keep on kukopa, we still in a safe line. Is that what they want to tell us? Kwa nini waje na hiyo statement wakati serikali iliyopita ya marehemu Magufuli hukuwahi kusikia haya masuala ya tuko kwenye red line au safe line ya ukopaji? Ni kitu gani nataka kusema? Hizi unnecessary decision tunazozifanya kwa sasa, we are tunatengeneza bomu ambalo litakuja kulipuka baadaye. Mimi advice yangu kila siku nasema, kuitoa CCM sio dawa, kuiweka Chadema au ACT sio dawa. We need to change the whole system of leadership. Kwa sababu mfumo wa kimagharibi unampa maximum power mtu mmoja kufanya maamuzi pasipo kubi questioned anywhere, kitu ambacho ni very dangerous. Mimi nilitoa mfano nikasema hawa wakuu wa mikoa ambao wanachaguliwa na rais, it's dangerous. They don't save us, hawatuhudumii sisi, wanamhudumia yule aliyewachagua na anayewapa ugali. Wakuu wa mikoa should have been chosen by wabunge na madiwani wa mkoa husika. Wanatakiwa wachaguliwe na wabunge na madiwani wa mkoa husika, na wawe na mandate ya kumsummon rais na kumuuliza kama nchi inaenda ndivyo sivyo. Kama kwa wenzetu kina China na kina Russia, watu wanaonaga kama kina Putin ni madikteta. They are not dictator. Kuna panel ya question Putin. Nikupe mfano kitu kimoja katika ugomvi wa Russia unaoendelea. Kuna mwezi wanajeshi wa Urusi walikufa wengi sana. Mwezi fulani hivi, mimi nilikuwa napenda kuifuatilia hii vita. Na asilimia kubwa ya wanajeshi wa Russia wanatoka federation inaitwa Dagestan. Dagestan ina Waislamu wengi sana. Ikabidi ile federation imuite Putin imwambie what kind of tactic are we using the battlefield? Tunatumia style gani huko vitani? Kwa nini wanajeshi wetu wanakufa hivyo? Ni kitu gani nataka kuambia? Mfumo wetu wa kiutawala uko wa magharibi wametengeneza kwamba mtu mmoja awe na maximum power. Chochote atakachokifanya cannot be questioned nowhere. Ni hatari sana. Shida sio CCM. Shida ni mfumo wa kiutawala unaompa mtu mmoja nguvu kubwa. Ulaya iko katika vuguvugu la mabadiliko. Marekani inatapatapa kama kuku aliyekatwa kichwa. Marekani sasa hivi namuona kila mtu ni mchawi. Wewe kukati kodi, wewe nigga, people tunatakiwa mjue geopolitics dunia inakuelekea. So kwenye issue ya umeme, it's more political. Ni issue iko kisiasa sana
kwamba ndio maana wanasiasa wamejump in kumtetea rais. Lakini kumbuka wanasiasa hawa walikuwa against wakati Magufuli anapambana kujenga hili bwawa ambalo limekamilika. Kuna mtu alikuwa na question, hivi unawezaje kwenda kununua mahindi wakati una mahindi ndani? Nisha kutuambia kwamba tuna umeme wa kutosha, lakini kwa sababu ya come on nigga, I don't understand. I don't know what can I say. Doesn't make any sense. Issue ni more political. Na maana ya kitu kikiwa kisiasa, wachache wanafaidika nacho, wengi tunaumia. Tuelimike, tusio wasomi.